Cheki tena vizuri. Mvulana. Alafu nikaenda kwenye Biblia ya Kiingereza, ile mvulana nasema young man. Young man, kijana wa kiume. Mvulana. Lakini ukiona Biblia inasema mwanaume, yule ni zaidi ya mvulana. Bwana Yesu asifiwe. Na mara nyingi tunawadetermine kuanzia mwaka mmoja mpaka 25 pale. Tunakutana na wavulana pale. Najua hapa walio wengi asilimia kubwa ni young men, si ndio? Young men, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Lakini lengo la hapa nataka hata wale young men tuwafundishe kuwa wanaume. Hutakuwa young men siku zote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuwa una miaka michache lakini ukawa mwanaume. Unaweza kuwa ni mtu ambaye una miaka 50 lakini ni mvulana. Yaani huna zile sifa za kuwa mwanaume. Lakini mwingine unakuta kijana wa miaka 20 lakini ni mwanaume. Nitakuonyesha kule mbele utaona. Sasa ile Wafalme wa kwanza sura ya 2 mstari wa 2 anasema, mimi naenda njia ya ulimwengu wote. Basi uwe hodari, ujionyeshe. Mimi si mashahidi, kuna mambo fulani ukivifanya basi na wewe kama deni. Kaa deni. Na hiyo kitu ukiambiwa mwanaume ana mind sana, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Maana kuna vitabia fulani tunategemea tuvione kwa mwanamke, si ndio? Lakini kuna tabia fulani tunategemea tuione kwa nani? Kwa mwanaume. Lakini pia kuna tabia fulani tunategemea tuzione kwa mvulana. Na kuna tabia fulani tunategemea tuzione kwa mwanamume. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Anasema hivi mstari wa 9, Samueli wa kwanza 4 mstari wa 9. Anasema, iweni hodari na kufanya kiume. Hebu sema kufanya kiume. Anasema iweni hodari na kufanya kike. Ni hivyo? Anasema na kufanya kike. Anasema iweni hodari na kufanya kiume. Enyi Wafilisti, msije mkawa watumwa wa Waebrania kama wao walivyokuwa watumwa wetu. Fanyeni kiume mkapigane nao. Fanyeni kiume mkapigane nao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwenye mapambano wanaohitajika ni wanamume. Haleluya. Kwenye mapambano wanaohitajika sio wavulana, wanaohitajika ni wanaume. Kwa hiyo unapoambiwa fanya kiume, kwa maneno mengine tuwe hodari. Kwa maneno mengine be strong. Simama kiume. Na ndio maana vitani walio wengi vitani ni wanaume na sio wanawake. Na kwenye vita mwanamke hauawi. Mwanamke anatekwa. Mwanaume ndio anauawa. Kwa kama ni jeshi limekuja kudefeat Tanzania ili kutupunguza nguvu, wanapiga wanaume. Wakifanikiwa kuwa defeat wanaume, maana yake tayari Tanzania haina nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Mwanamke hauawi kwenye vita, mwanamke anatekwa. Mwanaume anauawa. Kwa hiyo nguvu ya jamii ni mwanaume. Haleluya. Kwa hiyo tukisema hii jamii ni powerful, maana yake wanaume hapo wapo. Na wanaume hawako mchele. Wanaume wako strong. Haleluya. Na ndio maana kuna kesi fulani zikitokea, hata nyumbani ikitokea shida utasikia mama, baba, mume wangu. Sasa na wewe mwanaume kimbia. Maanake nguvu ya familia ni mwanaume. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hata ametokea nyoka, dada zako sio watakuita wewe, Jose njoo. Jose mwenyewe sasa. Hata kama Jose ataenda pale, atachukua jiwe, atachukua fimbo, akapambana na nyoka kamuua. Pale unasema yes, tuna mwanaume hapa ndani. Wanaume zinatokea kesi, unasolve juu kwa juu. Haleluya. Haleluya. Hakuna kitu watu wana feel proud. Anakuletea kesi, unaitatua. Amen. Haleluya. Haleluya. Huo ndio wanaume. Yaani hata mwanamke anajisikia I have a man. Mwanamke anayejielewa haangalii kifua. Wewe una kazi ya kutumisha misuli. Unaweza kuwa na misuli lakini ni mvulana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa manake wanaume hatuangalii kwenye figa, si ndio?
kwenye figa. Mwanamke mwenye akili haangalii figa. Sasa figa yako mwanamke mwenye akili aipeleke wapi? Kuna vitu vya kucheki. Baada ya muda anasema yes, this is the man. Kuna kingine ukikaangalia, unajua kuna watu kama mimi nakuta mwili mchache, lakini kuna sifa ukizicheki unasema huyu ni mwanaume. Haleluya. Haleluya. Nisaidie kwa jina lako, be a man. Be a man. Okay. Utofauti wa mvulana na mwanaume upo wapi? Ni kwenye maturity. Unaweza kuwa umeundergo growth lakini huna maturity. Ili tumwite huyu mwanaume, tunachoangalia ni kwenye maturity, ukomavu. Unaweza kuwa umeundergo growth lakini hujaundergo maturity. Ndio kuna wale watu ambao unakuta ana miaka 30 lakini mambo yake ni kama mvulana wa miaka 18. Kwa hiyo ameundergo growth, miaka imesogea. Maana growth inaenda, miaka ikienda unaenda, lishe ipo. Unakuta ngoma inapanda juu, hiyo mtu mrefu, miaka imeenda, una miaka ya kutosha. Lakini maturity haitegemei na miaka. Miaka inaweza kaa inaenda lakini huna maturity. Maturity inategemeana na experience ya maisha, jinsi ambavyo unajijenga. Maturity inategemeana na malezi. Bwana Yesu asifiwe. Inategemeana na malezi, mazoezi unayoyafanya, jinsi ambavyo uko smart, watu ambao wanakuzunguka na inakuletea ukomavu. Na hata kwenye marriage, umri sio mapa sana. Unaweza ukawa ndio maana kwenye marriage kuna mtu anaweza kaa na miaka 18 lakini anaweza kuenda ndoa. Anatuza familia, anatuza mke wake, analea watoto na ana miaka 18 na ana miaka 20. Maana yake huyu ana maturity. Na utaona hata ukimwona kwenye ndoa, husikii kesi, husikii mashtaka. Hata wazazi wanaangalia huyu kijana toka ameoa, hatusikii wakigombana. Sasa haina maana kama wako uzani, lakini yule kijana haleti kesi, maana yake anamaliza mwenyewe kesi ambazo zinatokea pale nyumbani. Maana yake huyu tayari ni man. Huyu ni mwanaume. Licha ya kwamba ana miaka michache, maana yake ameundergo maturity. Lakini kuna mkaka ambaye utakuta ana miaka 30 lakini hawezi kusolve case, hawezi kulea familia yake. Yaani mke wako Biblia inasema kaenda wanawake kwa akili. Maana yake unahitaji mind kumwendesha mwanamke. Mwanamke ni complex. Bwana Yesu asifiwe. Yaani unakuta kuna mtu ambaye wewe mwenyewe kujiendesha unashindwa. Utamweza mwanamke? Utaweza watoto? Kwa hiyo mwanaume, utofauti wa mvulana na mwanaume ni maturity. Kwa ili huyu mtu tumuite mwanaume, tutaangalia maturity. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo nikakwambia anaweza akawa ni baba lakini sio mwanaume. Maana ili tumuite mwanaume atakuwa na maturity. Kwani hakuna kina baba ambao wana maturity? Ni baba lakini na mambo ya kitoto. Na ndio kuna zile familia ambazo nakuta kuna baba lakini mwanamke ni kama, kwenye kitabu cha Maombolezo anasema mama zetu ni kama wajane. Mstari mbaya sana huo. Mama zetu ni kama, yani sio wajane ila ni kama wajane. Maana yake nini? Maana yake mama zetu wana waume lakini wale waume hawajui responsibility zao. Kwa wale wanawake, wale akina mama wamekuwa ni kama wajane ingawa sio wajane. Yaani una mke lakini yule mke hana tofauti na mjane ambaye hana mume. Kwa nini? Kwa sababu ana mume ambaye hajui responsibility zake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Utofauti wa mvulana na mwanaume. Haya, tunaenda wale mnaoandika. Mvulana, andika mvulana afu mwanaume. Naanza kutajia tofauti zake kadhaa pale. Mvulana hawezi kufanya kitu hadi aambiwe. Yaani ukiona wewe kufanya kitu mpaka uambiwe, wewe ni mvulana. Kuna wale watu ambao hata ukiwa nyumbani, yaani nyumbani tu mpaka mama akwambie amka, fagia uwanja, nenda shamba, fanya hivi. Yaani huwezi, kuna wale watu ambao hawezi kufanya kitu mpaka aambiwe, huyo ni mvulana. Mwanaume hasubiri kuambiwa, anajituma. Ni mtu wa kujiongeza. Kuna wale watu ni watu wa kujiongeza, hasubiri kitu aambiwe. Ana plan kwamba leo usiku huu nimelala, kesho nitaamka, nitafanya hili, nitafanya hili, nitafanya hili. Ameweka ratiba zake. Hasubiri aambiwe. Lakini mvulana yeye kila kitu mpaka aambiwe.
Even darasani, twende darasani brother, umekuja kusoma hapa, ndo wanaenda. Lakini mwanaume anajua kilichonileta hapa ni kitu gani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukisha kuja Sauti hapa kuna vitu vingi, si ndio? Kuna klabu ya mazingira, kuna USCF, kuna nini, kuna klabu ya rushwa, TAKUKURU, kuna klabu ya nini. Lakini main reason ile kuleta hapa ni kusoma, si ndio? Hasa kuna mtu ambaye unamkuta kila chama yupo. Sasa mwanaume anaweza kuhandle hisia zake. Anaweza kahendo hasira, anaweza kahendo furaha yake, anaweza kahendo mahusiano. Sasa unakutana na mvulana ambaye mvulana akivurugwa kwenye mapenzi hapa darasani haingii. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mwanaume anakuwa strong kihisia, haumizwi kirahisi, haendeshwi kihisia, ana uwezo wa kusema hapana. Mvulana anaweza kana anajua kabisa hapa hamna mahusiano hapa. Huyu mtu na mwanaume anaweza kujua kwamba huyu ni wife material. Lakini mvulana hawezi kujua kama huyu ni wife material au sio wife material. Na mvulana kwa sababu yuko emotionally weak, anaweza kujua kabisa hapa hamna wife material, lakini kusema no hawezi. Mvulana hawezi kusema no. Unajua kuna wale watu hawana uwezo wa kusema no. Ana uwezo kusema huyu msichana hafai kuwa wife material, sitaki kuendelea na mahusiano kwa sababu 1 2 3, anakata hayo mahusiano. Lakini pia mwanaume ana uwezo wa kuondoka kwenye mahusiano bila kumuumiza huyo msichana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anatafuta njia kwamba nimempenda sawa, tumenena mrefu, nikimwacha naweza kupata shock. Anatafuta njia nzuri ya kumwacha. Mnakumbuka kwenye Biblia Yusufu na Mariamu, si ndio? Baadaye Yusufu na Mariamu wamekuwa mzito. Mariamu anasema amepata mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Biblia inasema kwa vile Yusufu alivyokuwa kimcha Mungu, hakutaka kumdhalilisha, ikamlazimu amwache kwa siri. Hakutaka kumdhalilisha. Sasa mvulana hamwachi kwa siri, anatangaza. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna mtu anamwacha mtu unamdhalilisha. Kuna maisha baada ya maisha. Unaamua kutangaza fulani hafai, kuanzia leo mimi na wewe mwisho. Lile binti linapenda hela lile. Unamdhalilisha, unamtukana. Mvulana anaweza kujibishana na mwanamke hivi. Nilikuwa na rafiki yangu mmoja, akana mahusiano na kadada mmoja. Dada anaongea sana, mimi namjua. Sasa alikuwa anakuja ofisini kwangu pale. Nilikuwa nimefungua stationery baada ya kumaliza tu chuo. Yule dada anakuja. Yule rafiki yangu tupo naye pale stationery. Akija yule dada, yule jamaa anamwambia, "Twende tukaongee huko." Anamtoa. Alafu mimi nakuwa nawachungulia. Wanapokuwa wanaongea kule, jamaa anaganda hivi. Alafu anachanwa na akasikia kadaka anafanya mikono hivi. Yule jamaa anamwangalia tu. Lakini kana wao jamaa very wise. Nikamwambia vipi? Mbona uoga ongea naye? Yule. Pala tunazadilisha pale. Alafu kuna siku amegombana yule dada akaenda kunitukana mimi. Akafika pale kalikuta niko naongea na jamaa mmoja, rafiki yangu. Akafika pale. Ugomvi na yule mwanaume wake. Kafika pale kaanza, "Yaani wewe, mnajifanya mnasali." Mimi nikani nikanda zangu na hivi. Nikachana. Dada akaondoka. Rafiki yangu ananiambia, Montana una hasira. Mimi ningemkata makofi hapa. Sasa wewe ndio mvulana. Mwanaume, umeona vile nimeonyesha wanaume. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mmoja anasema ndio mwanaume anakata makofi. Hapana. Mwanaume anajua huyu mwanamke yukoje, unasovu bila kukudhalilishana. Hivi unajua wewe fikiria mkapigana barabarani. Na sometimes unamjua mwanamke yupoje, mkapigana kumbe yeye anakumudu. Na yeye anayeaibika. Ndio maana nikasema pia mwanaume anakuwa emotionally strong. Huyo ndio mwanaume. Haleluya. Kwa dogo moja siku kana nisimbilia. Akanisimulia jinsi ambavyo alimfumania mtu wake. Nikasema this is the man. Nikamwambia nimependa ulivyo solve your case. Hawaruhusiwi kuzini. Si unajua tu usiku kuzini. Au nyinyi mnazini?
Pointi nyingine, mwanaume hasex mpaka ndoa, huyo ndo mwanaume. Jamii ya kishetani na tafsiri tofauti. Yaani mtu anayerukaruka na wanawake wanasema ndo kidume. No, biblical mwanaume biblical mwanaume ni yule ambaye hasex hadi ndoa, huyo ndo mwanaume. Haleluya. Mwanaume avuvui boxer. Yaani wewe ukijiona tu mtu ametokea amepita dada sister namba. Wanaume wako hivi, kuna tu kaka ikipita tu peace. Sister mambo, saidia namba basi. Dakika ngapi hivi vitu vingine? Namba basi. Utachukua namba za wanadada wangapi? Mwanaume hayuko hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Alafu kwa taarifa yako, wanawake wanaambizana. Inafika hatua wanakudisvalue. Mwanaume anakuwa anaheshimika. Yaani ifika hatua dada wakikaa, kaka fulani wanakuheshimu. Lakini wewe namba. Yaani namba za baby umezijaza, wote umeshawatongoza. Akati nasema alikuwa na jamaa mmoja ametongoza na akanasema hivi kwa nini mimi sijatongozwa darasani? Mpaka wanajua, yaani akiomba namba na yule jamaa anajua hapa nitatongozwa. Anamwambia acha ujinga, unataka kumtongoza. Wewe si mimi ni fulani wewe. Unajipunguzia heshima. Bwana Yesu asifiwe. Yule jamaa ananiambia bwana, jamaa mmoja ananiambia wewe unaleta na fulani. Hamna kitu pale. Mimi mwenyewe nimepita. Kama unabisha ana kovu mahali fulani. Na yule jamaa ananiambia alafu blaza ni kweli. Sasa nilichokifanya nikaamua kwenda mida yangu kwenda kuprove. Sasa siku moja nikatoka zangu pale saa 4. Sikumwambia, nikafika pale kongo. Kufungua mlango hivi. Alipofungua tu mimi nikaingia. Sasa nikamkuta mwamba amekaa pale panapo kaaga kaka. Amekaa yuko na kasimu hivi hapo amevaa vest. Sasa nilivyoona vile nikasema nikachange mada. Una kitabu cha French hapo, nataka nikapite kidogo. Wewe alikuwa amebaa sasa yule dada amebaa. Kitabu akipo bwana akipo. Basi kama akipo fresh. Jamaa katoka. Alipotoka akamsogelea, kamuita. Uko sawa? Akamwambia niko sawa, hamna shida. Jamaa kaenda. Sasa nilipofika nika block number afu nikazifuta. Hakumtafuta baada ya hapo. Dada yule akaanza kuteseka. Nikamwambia kuleta ugomvi. Sikuleta ugomvi, akamwambia nimependa ulivyo solve. Huyo ndo mwanaume. Asa mvulana akifika pale, mimi nimeinvest kwako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa jamaa mmoja alikuwa analia hostel, wanampoza, mwanangu kaza. Maana amemkuta dada mbeko kuna kwenye mahusiano, akamkuta na mwamba, akaenda pale. Unajua ukimfumania mtu wako, lazima pale achague kusuka au kunyoa. Lazima mmoja akanwe. Sasa unaweza kukanwa wewe. Sasa fikiria mtu ambaye unapoenda kwenye mahusiano. Na ndio maana mtu mwenye busara akifika pale, si umemwona, naende kuona. Si unapita na wasalimia afu unapita. Baada hapo maisha mema. Si ndio? Lakini ukafika pale unaanza kumkunja mwamba afu ukashughulikiwa. Mke umemkosa na umepigwa. Bwana Yesu asifiwe. Watu wenye hekima, wanaume wanatumia hekima kusolve mambo. Bwana Yesu asifiwe. Jamaa amefika pale, kaambia kashtuka. Anaanza kumwambia dada, "Huyu nani?" Dada anamwambia, "Kwani wewe nani?" "Unajua mimi nani?" "Unajua mimi nani?" "Huyu nani?" Anambia, "Huyu ni boyfriend wangu." "Na mimi nani? Kwani wewe nani?" "Mimi nimekuchagua wewe." Jamaa kaudi sana. Jamaa amenikana kabisa, tena nijui mimi, anijui. Wanaambia tulia bwana, kaza. Bwana Yesu asifiwe. Hii yango pia wako wanaume ambao wanateseka. Mimi nataka kukusaidia, jitahidi uwe emotionally strong. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Uwe emotionally strong. Ni aibu tusikie kesi ya mwanaume umejinyonga kisa mapenzi. Chuo. Ndio sasa walikutuma kwa ajili ya mambo ya mahusiano. Wamekutuma usome sheria. Wewe kuna kula kitanzi kwa ajili ya mahusiano kweli? Unataka urudishe degree ya sheria, cheti, si ndio?
Dogo mmoja amelipa ada, yaani imefika muda pepa, yule dada ambaye kwenye mahusiano hana hela kulipia ada, kifa ikamlipia dada, mimi nitafanya special, dada akapiga pepa, alafu yeye kuna mchongo anausikilizia. Sio naomba watu wa mchongo wale wa mchongo kuisikilizia. Kama ule mchongo kitiki ndio nitalipia pale, nitafanya special. Imefika muda wa special, umefika, hana ada, akachimba akufanya. Alafu mwaka wa 3, alafu kumbe ana connection na wazazi wake, walikuwa wamemwandalia sehemu apate kazi. Imefika muda anampigia simu, aisee, tuma cheti hicho bwana. Kawadanganya kafanya mahafali. Tuma cheti hicho, tuma hivyo vyeti, transcript na cheti, kila kitu. Dogo anawazungusha wazee anakula mabangi tu. Alafu yule dada ambaye alimlipia ada kamwacha. Bwana Yesu asifiwe. Wanaume msijifanye vile mmeokoka hapa mnahonga. Sasa sikiliza. Mwanaume anapotoa, wanaume tumeumbwa kuprovide, si ndio? Tumeumbwa kuprovide. Hasa mwanaume anaposaidia, unaweza kukutana na dada na shida, unasaidia kwa sababu umesaidia sadaka yako kwa Mungu, si ndio? Kavulana unasaidia, unataka kupata kitu. Dada anapokea ule msaada kama anasaidiwa, kumbe wewe una kitu unatamani, kuna kitu una expect, lakini dada anapokea ule msaada, anajua kasaidiwa. Dada, umekula? Sijala. Mchango wa grupu wana umelipia. Alafu je, kumwambia kama unampenda? No, mimi namwambia kweli. Nataka ndio siri zangu hapa sasa. Ndio maana kwa makini nachambua kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Niko mwaka wa 3. Mimi first year sikuwa na mahusiano. Second year sikuwa na mahusiano. Mwaka wa 3. Ingali ile ushauri lilivunjikaga. Sasa mahusiano bwana. Nilikuwa na jamaa wangu. Yule jamaa mpaka urafiki uliisha. Kumbe jamaa anafukuzia toka first year. First year hajatoboa. Second year na anajitoa. Mimi ndani ya mwezi kitu kikatiki. Kwanza wiki 2 kikatiki. Alafu jamaa alikuwa anajitoa. Kwa sababu anajitoa na hajafanikiwa, urafiki ulivunjika. Nikashangaa tu, shwari. na akaenda kumwambia yule anamwambia, wewe jamaa alifanya mlokole. Sasa katika wahuni yule. Anamwambia dada, sasa nikwambie katika wahuni ndio yule. Sasa unajua mtu akikupenda wapenzi wanaambianaga siri. Mimi nimeenda naambiwa pale, yule Faris rafiki yako yule amesema katika wahuni, yani ndio muhuni. Sasa yule jamaa, na ndio maana ifike mbali ueleweke. Kuna tukaka tuna tabia mbaya sana. Yaani mvulana huyo, wewe upo na dada, unamsupport, unamshikia mkoba, unataka kumwambia kama nakupenda. Ajala unamnunulia chakula, lakini yeye kumwambia kama nakupenda, yeye anajua hii ni favor. Alafu dada mwenye akili lazima kwambia bwana eleweka. Kwa sababu vile ambavyo mnapokuwa mpo naye company muda wote, unamzuia hata atakosa mtu anajua ni ngoma yako, na kumbe sio. Kama mtu kama binti sio huna mahusiano naye, weka mipaka. Bwana Yesu asifiwe. Weka mipaka. Sasa wewe unaona dada, yani muda wote unakaribia mkoba, umemshikia daftari. Mnaenda mjini, dada anaenda kuendea mjini, wewe upo. Wewe ndio kuchukua ile mfuko unabeba hivi. Alafu mambo mwingine anachukua kitu. Alafu wewe unaanza pale, yaani kweli mimi nilikuwa nakupenda, mbona ukusema? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mimi tongoza yangu ilikuwa ni hivi.
nakupenda. Mimi hata mke wangu nakupenda, nataka nikuoe. Imeisha. Nilikuwa sitaki ile mambo yale ya kwanza eti amekaa tu 10,000 nimemtumia sijamwambia kitu. Achana na huo ujinga. Nyoka hivi. Kama unatoa una provide, hakikisha ni kile kitu ambacho ukiachwa hutaumia. Ni aibu. Sasa fikiria ndio haya mambo, unamnunulia dada TV, unamfungia kingamuzi, hakikisha akikuacha uende kudai. Sasa fikiria hebu imagine ulinunua TV, ukanunua kingamuzi, ukamnunulia na kasofa pale ndani, alafu siku kaja ukaachwa, umebeba nani toyo, unaenda kubeba mzigo alafu ukakuta wale wadada ambao wana brain, wadada wachuga wale, anakutia mwizi. Kaka vipi, umechanganyikiwa? Unachukua nini? Ukitoa mwizi wote unakuja pale wanakudefeat. Ndaacha ujinga bro. Wanakushughulikia, unaondoka. Unapigwa, unaonekana pale ndio kuiba, kumbe umeenda kuchukua mali zako. Unapigwa, mahusiano umeyakosa na TV umeikosa. Hata kama unajijua, kama unatoa unalipia ada, hakikisha kwamba hutaumia. Alafu acha ujinga. Wewe ada unaitoa wapi? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unaitoa wapi ile ada? Ningekuwa naongea na wadada hapa ningewaambia hivi. Wakaka wa first year, second year sio waoaji. Hata third year. Wewe angalia mahusiano mengi ya chuo. Eti toka first year wameanza. Yanayofikia hatima ni mangapi? Yaani wewe utasikia kwa sababu mtu first year sio kaniambia ana future ya kuoa. Alafu mbaya, okay, mimi nitamuelewa dada mahusiano na ha sex. Mimi nitamuelewa. Kama mko kwenye mahusiano na mfanye mapenzi, safi. Hao wanaweza wakafikia. Bwana Yesu asifiwe. First year, second year mnaheshimiana, uhusiano utakatifu. Third year, baada ya hapo taratibu zile zinafuata. Lakini first year unakuta dada anakuja kwako anapika, analala. Muache hiyo tabia katika jina la Yesu. Kuna watu mmeoa hapa. Alafu mkija hapa ukianza muda wa kuabudu, Jehova, niko mbele zako, kumbe jamaa kameoa. Wewe ni mvulana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni mvulana. Sasa mara nyingi watu wa jinsi hiyo, first year, second year, third year, ukifika pale mnatawanyika. Utashangaa dada anakuja kuona mtu mwingine. Kwa sababu wewe ukiwa first year unasomeshwa, kama sio bure na serikali basi na wazazi. Wewe sio bado, you are not a complete man. Ni mvulana bado. Mvulana anahudumiwa. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana mimba unaiogopa kweli kweli. Ikitokea mimba mnatoa. Unaona wavulana sasa. Kwa sababu sio mwanaume, angekuwa mwanaume utasikia sasa tulia. Talea, tenda nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Mwanaume ikitokea bahati mbaya utasikia kwanza anarudi kumbini kwanza. Mvulana akifanya tukio anapita hivi. Na ndio maana watu wengi mahusiano kwenye ya chuo wanaingia kwenye maumivu. Why? Mnaingia kwenye mahusiano, mnaanza sex first year, second year, third year, baada ukimaliza tu chuo, swala la kuwa bado kwako ndakuwa alipo. Unajua kwa nini? Kiuchumi hauko vizuri. Kwa swala la kuwa linakuwa mbali. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Swala kwa ukiamba kuoa, wewe kuoa hapana. Liko mbali swala la kuoa. Alafu mwanamke anakuta sasa yeye ndio hiyo yuko tayari. Lakini wewe unaogopa. Kwa nini? Hujajipanga. Ikikugonga ukikaa mtaani miaka 3 mingapi hivi? Ndio baadaye sasa swala kwa linaanza kuja. Na ndio maana wanadaga dada, ni kitu kibaya dada kaanza ka fight. Njoo nyumbani. Yaani mwanaume akiwa yuko amejipanga, yuko tayari kuoa, swali linawezekana, ana focus hivi. Lakini sio dada njoo nyumbani, njoo jitambulishe. Usioe by accident.
Jipange. Na wengine tena inatokea kwa sababu ufuati zile taratibu, stress zinaanza, maombi yanakuwa ya kutosha, mikesha mingi. Tumesema tuongee kiume. Kuna jamaa mmoja amemaliza chuo, ana miaka 27. Alafu anaedit naye ana miaka 26. Jamaa anamwambia binti, subiri 2 years nijipange. Mimi namwambia hivi, sikia mimi ni mkubwa. Maana jamaa anamwambia binti, subiri miaka 2 nijipange, baada ya hapo ndoa itafuata. Mimi namwambia no, mimi ni mkubwa. Hiyo miaka yako 2 nitoke kwenye hiyo ratiba. Baada ya muda dada akapata kijana, akapata mtu mzima kidogo. Ni mwalimu, yuko in service, ana gari, ana biashara, ana nyumba. Jamaa ilibidi apumzishwe. Dada kaenda kaolewa. Jamaa stress za kutosha. Sasa unaona watu walikuwa kwenye mahusiano lakini wamemaliza chuo. Huyu mwanaume kuoa bado anaogopa kwanza kwa sababu kiuchumi hayuko vizuri. Lakini dada ndo anahitaji. Yaani lazima hapo wapishane tu. Baadaye jamaa ananiambia, lakini labda nikifikiriaga wewe alienda. Kama angenisubiri miaka 2, mbona miaka 2 imefika na bado sijajipata? Bora alienda. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kama ni mahusiano, najua hapa mna date lakini msizini. Mbona mnasema hakuna kuzini kwa jina la Yesu? Haleluya. Kwa sababu vinginevyo mimi yaani usiniambie first year kwamba kuoa ukimaliza tu chuo unaoa, usiniambie. Maybe umalize tu chuo papo upate kazi, labda hivyo. Kuna kipindi cha msoto hapa, kazi za kufaitia kazi hazipo. Kwa lazima swala la kuoa litakuwa mbali. Unaona vile mwanamke wako atakuwa wa kwako utamuoa. Na ndio maana dada wengi wangekuepo hapa ningewaambia wanaisha kuchezewa. Nilijitoa mimi, ulitumwa. Eti mimi nimejitoa toka first year, second year. Anakuja kuoa mwingine kijijini kwao huko. Kuna jamaa mmoja amedate hapa kiwa chuo, akamaliza, akawa anasali kanisa moja hivi, date na praise pale, akaenda kuoa nyumbani kwao. Siku watu wanaona picha hivi, vidada vinalia kwenye praise. Vidada vile bililia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye hii point ya maturity nimekuta nimestaki muda mrefu hapa. Romani 4. Tunatofautisha kati ya mvulana na mwanaume, si ndio? Romani 4, mvulana hana uwezo wa kutengeneza pesa. Mvulana hana hela na hana uwezo wa kutengeneza pesa, huyu ni mvulana. Lakini mwanaume ana uwezo wa kutengeneza pesa. Na ndio maana kwenye marriage kuna maeneo kabla ya kuingia kwenye marriage inabidi uwe na maturity kwenye maeneo kadhaa. Moja ya eneo ambalo inabidi uwe matured kabla ya kuingia kwenye marriage ni eneo la uchumi. Na tunaposema kuwa maturity kwenye eneo la uchumi, haina maana uwe na fedha, uwe na nyumba, uwe na gari, hapana. Maturity tunayosema hapa, uwe na uwezo wa kutengeneza pesa. Unaweza kufanya kazi na ukaingiza fedha. Huyo ndio mwanaume. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana msichana mwenye akili haangalii kifua chako, haangalii sijui urefu wako, haangalii una umbo gani. Anaangalia huyu jamaa ana uwezo wa kuleta 1 2 3 nyumbani. Huyu jamaa hatulali njaa, ndicho anachokiangalia. Huyo ndo wasichana wenye akili. Bwana Yesu asifiwe. Haendi kwa kijana ambaye hana uwezo wa kutengeneza fedha. Mwanaume anajulikana kabisa anafanya kazi fulani, hawezi kuwaza njaa familia. Mwanaume akitoka anarudi nyumbani na something. Bwana Yesu asifiwe. Mwanaume achagui kazi, huyu ni mwanaume. Mvulana akimaliza chuo anasema, mimi siwezi kufanya kazi fulani. Mimi siwezi kufanya kazi fulani bwana. Mimi siwezi kubeba zege. Mimi siwezi kufanya saidi ya fundi. Huyo ni mvulana. Mwanaume yuko tayari kufanya kazi yoyote, arudi na pesa nyumbani, familia yake isilale njaa. Huyo ndio mwanaume. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kabla hujaoa, hakikisha umekuwa matured eneo la uchumi. Na nimesema kwenye matured eneo la uchumi, sina maana uwe na kila kitu, ila uwe na uwezo wa kutengeneza fedha. Unaweza kulipa kodi ya nyumba, unaweza kuleta chakula nyumbani. Hiyo ni starting point. So watuambia unaoa, unaolea boom. Be serious my friend. Alafu maisha ya chuo yanawafariji sana. Unakaboom,
mwanamke wako naye ana kabumu, mmesogezana, mnaishi pamoja, bum, kila kitu kipo, mnalipa kodi, mnafanya nini? Ngoja mambo ya kati. Yale maisha ni ya kuigiza. Ikishakata boom, unabaki sasa uhalisia wako wewe. Unaweza kutengeneza fedha? Boom tunadanganya, boom tunakupa confidence. Unajiona unabadilisha tray ya mayai unaemea, umeweka ka fridge pale haking'amuzi, kumbe ni boom. Lakini baada life after chuo ndio pale anaonekana eze halisi. Unaweza kutoka nje ukaja na 5,000 brother. Unaweza ukatoka kwenda na 10,000. Mwanamke mwenye akili akiona hivyo ndo atakuja kwako. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana mwanamke mwenye akili angalia dada mwanaume mwenye magari. Eti ana gari, ana nyumba, angalia hivyo. Mwanamke mwenye akili, unaweza ukawa una hela lakini anakuona huyu jamaa anaweza kutengeneza fedha. Huyu jamaa ana vision, anakomana wewe. Bwana Yesu asifiwe. Tumeelewana watu wa Mungu. That's why mimi ni washauri. Mimi nilianza kufanya investment nikiwa nasoma. Kwa sababu nilikuwa nimemaliza chuo nikiwa na miaka 27. Kwa hiyo nilikuwa najua mimi ni mtu mzima. Nilikuwa na think kiutu uzima. Niliamua mimi siwezi kustiki kwenye shule tu. Kama unaweza kufanya hivyo, it is good. Unaweza kutafuta mradi ambao unawekeza mahali ambapo hakukuletea shida kwenye masomo yako. Hilo boom, usiishie kula tu boom. Kuna watu baada ya chuo amepata mtaji. Mtaji kapatia wapi? Kupitia boom. Wewe likija boom unagonga wote. Lakini kuna mtu kila boom likija ana save. Anapomaliza chuo ana mtaji. Kama labda anasema labda mimi kozi yangu itanivuruga nikifanya biashara. Ana save kila boom. Anapomaliza chuo ana mtaji wa kuanzia. Hangaiki na bahasha. Yeye wakati anasoma kuna wazo amelichakata. Anapomaliza chuo anasema nina milioni 3 nimezitunza. Nataka nifanye kitu fulani. Nataka niende kwenye kilimo. Huyo ndio mwanaume. Ukijiona wewe ukipata boom unagonga lote, wewe ni mvulana. Mwanaume hata kama hana boom lakini anasomeshwa na wazazi, anapewa pocket money na wazazi, ana uwezo wa kusave ile fedha anayopewa na wazazi. Blaza, kuna life after chuo. Bwana Yesu asifiwe. Wewe huwezi kuniambia mnafanana akili na mtu ambaye kipindi mnasoma alikuwa na save, kamaliza chuo na milioni 3 kanunua bodaboda mpya. Alafu wewe umemaliza chuo unarudi nyumbani na ndevu zako. Blaza, utakuwa na mchungu nyumbani. Kwanza mzee akipita akikuona hivi anapata moto. Ng'ombe zimeisha na wewe umekaa kizembe. Ndio haya mambo kuzingiziwa kesi. Mikate imekula nani hapa? Mnaamka asubuhi mnagombania mikate na watoto. Wewe nyeshe, umemaliza mikate yote. Alafu mzee akiangalia kucheki hivi. Tatizo hili. Brother, mimi nimemaliza chuo sikurudi nyumbani. Mimi akili yangu niliandaa toka niko Austria. Nikimaliza chuo sirudi nyumbani. Nilibaki, nikaanza maisha. Nimekuwa na kafedha kangu, nikaanza biashara. Nyumbani mzee ananicheki tu. Alikuwa anajua udogo, mambo yakimgonga atarudi. Lakini mimi nimekaza, kuna kipindi niliumba, nimekaza. Kiongea na mzee hivi, "Halo. Halo mzee, shikamoo mama, mnaendeleaje?" Safi kabisa huko. Tunapambana. Fresh. Natulia. Lakini simuombi hela kodi ya nyumba, simuombi hela ya kula. Nimekomaa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kipindi mpaka nimeenda kufanya kazi ya kufyatua tofali. Unajua unaamka asubuhi ile una hela. Mimi nimeingia kufyatua tofali ile nikaweka kitengo cha kutupia mchanga. Kula chepe tu. Sasa mama mmoja ananiambia, mwanangu, wakati unakuja hapa nikajua unakuja kuulizia tofali mwanangu. Nikashangaa na badilisha nguo una limegonga kiuno kiko hivi. Chepe. Mwanaume. Bwana Yesu asifiwe. Marufuku rudi nyumbani na ndevu zako umekaa na shughuli. Yaani na kwa mimi baba yako anakufukuza nyumbani. Fukuza. Maana mwanaume ni yule ambaye ana uwezo kujitegemea. Haleluya. Kwa hiyo hata kujitengenezea skills za kutengeneza fedha. Blaza, wewe una kazi ya kufuatilia Simba, Yanga. Sio vibaya lakini sio priority. Hata kwenye simu yako, wewe angalia mambo unayofuatilia kwenye simu yako. Umewahi kufuatilia kujifunza kuhusu biashara kwenye simu? Masomo ya biashara, unakula kozi za biashara. Unafuatilia hiyo mambo. Wewe ukina nitu, wamefunga ngapi? Unajua point, wana point ngapi? Si wanaingia ligi, wachezaji wote unawajua. Hiyo ndio muhimu kwako.
Yesu asifiwe. Mimi niwaambie ukweli, mimi hata mke wangu kilichofanya nipende, yaani nipate kibali kwa mke wangu kwa haraka, vision. Alicheki maono yangu, akaona huyu jamaa tunaweza tukaenda mahali. Nao ndo wanawake wenye akili. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kama una ndevu alafu unashindwa kutengeneza fedha, utatukanwa. Haleluya. Lakini kuna wengine ni athari za malezi. Unajua kuna wale watu ambao unalelewa kwenye familia, mama ndo fighter kwenye familia. Mama ndo ana fight kwenye familia. Alafu mzee ametulia, anaamka asubuhi, mnagombana naye nani remote. Acha ujinga, weka nani pale, weka Azam. Alafu mkubwa ndo analeta 1 2 3 pale nyumbani. Kwa hiyo kijana anakaa kijua mama ndo anafanya nini? Ndo fight. Huyu kijana akiwa mkubwa anatafuta mshangazi. Kama una mshangazi, ulaaniwe katika jina la Yesu. Usipende mamama blaza. Bwana Yesu asifiwe. Mwanaume apendi mamama. Tafuta kabinti kako kamoja, uonako na maono, msizini, mje mfunge ndoa, pambaneni. Haleluya. Usipende mseleleko. Siku ya kuachika utaaibika, tutacheka. Yaani unajua ni kitu kibaya, mwanaume hapendi mseleleko. Usipende vya bure blaza. Wewe usipende vya bure. Fight yourself. Ipo siku utapigwa bomba. Ukipenda vya bure. Unajua uvivu ndio unafanya wanaume wawe tayari kwa lolote. Anambia blaza, unakubali mara moja kwa ajili ya kuokoa maisha yako. Laana hii. Kuna vitu kufanya ni mwiko. Mwanaume tofauti na mvulana. Mwanaume kuna vitu mimi sitafanya hata kama vina pesa nyingi. Sitafanya. Kuna kazi siwezi kufanya kila kazi. Maisha wanasema maisha ni popote, maisha sio popote. Bibliko kuna mahali inabidi niishi. Mimi siwezi kuishi kila mahali. Kwa nini? Kuna mahali siwezi kwenda, sio favor labda kwa maono yangu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kazi siwezi kufanya, sio favor labda kwa maono yangu hata kama ina pesa. Huyo ndo mwanaume msimamo. Lakini ukisha kuwa mchele ndio haya mambo, ukishaambiwa kuna milioni 3 hapa. Usiku mmoja. Unajua ushoga unaharibu wanaume. Huu uchafu unaokuja kwenye ulimwengu ni kuua wanaume. Unabaki na jinsia lakini huna wanaume. Na hivi vitu vya kishenzi ndio wanavifinance, vinakuwa vina pesa. Siku moja nimeingia kwenye gari pale Kisesa, jamaa mmoja amekaa kwenye kiti. Alafu kiti kile kiko empty. Nikimcheki nywele alivyoifanya mimi imepigwa dawa, ana vieleni, nikasema wewe usikai na huyu mtu. Yaani kabisa nasema hii ngoma shoga hii. Yaani the way alivyo, unajua kuna mtu kimwona tu mchele, shombe, mchele, kajichubua, ngoma hii shoga hii. Alafu nikagundua kisaikolojia, nikasema kila anayekuja anamkwepa. Mpaka nikaenda nikimtazama namuona kisaikolojia kama anajisikia vibaya. Maana kila mmoja anamkwepa pale akai naye. Marufuku mwanaume kuvaa hereni. Marufuku mwanaume kujichubua. Marufuku mwanaume kuwa mchele. Marufuku mwanaume kututembelea unatulegezea mwendo hivi. Kaza. Bwana Yesu asifiwe. Be a man. Daudi anamwambia mwanae jionyeshe kuwa nani? Kuwa mwanaume. Men like iron. Bwana Yesu asifiwe. Wewe utakuwa kama Daudi. Daudi alikuwa mwamba. Daudi anapambana na simba na dubu. Hivi unajua kupambana na simba na dubu? Yaani simba amekamata kondoo, Daudi anaenda pale. Ananyang'anya kondoo kwenye midomo ya simba. Mwamba sio mwamba. Dubu naambiwa dubu ni noma kuliko simba. Daudi anapambana na nani? Na dubu. Na ndio maana ile siku Daudi alipata moto, anaposikia jamaa mmoja Mfilisti anaamka, alafu linasema juu, alafu linatukana. Tusi la kwanza, tusi la pili, tusi la tatu, kesho mmoja tena anainuka, anatukana. Daudi akaona akapata moto, akasema Mfilisti huyu asiyetahiriwa anayatukana majeshi ya Bwana, mimi nitamuua huyu.
Alafu akauliza Daudi, atakayemuoa huyo atapata nini? Akamwambia hivi, atapewa kuoa binti ya mfalme. Daudi akasema hivi, mimi naua huyu. Baadaye taarifa zikaenda kwa Sauli. Sauli akamwita dogo. Akamwambiaje? Sauli anamwambiaje Daudi? Anamwambia, huwezi kupambana na huyu. Wewe ni kijana tu. Anayepambana na Goliati sio mvulana. Anayeweza kupambana na Goliati ni mwanaume. Haleluya. Haleluya. Sauli anamwambia hivi, huwezi wewe ni kijana tu. Maana wewe ni young man. Wewe ni young man. You can't. Anamwambiaje? Huyu Goliati ni mtu wa vita, tangelea amekulia kwenye vita, ni sehemu ya maisha yake. Lakini wewe ni kijana tu. Unajua kitu kinafanyika pale, Sauli anampatia Daudi CV ya Goliati. Daudi naye akampatia CV yake. Akamwambia, mzee, mimi vita yangu ni kule porini. Huwa anapambana na simba na dubu. Anamwambia, bwana, mimi simba akikamata kondoo na nyang'anya kondoo kwenye midomo ya simba. Mimi dubu akikamata kondoo na nyang'anya kondoo kwenye midomo ya dubu. Yule mzee Sauli anacheki, hii CV yenyewe noma. Akamwambia hivi, yule atakuwa miongoni mwao. Mungu aliyeniokoa na simba na dubu ataniokoa na huyu pia. Haleluya. Daudi akapewa mavazi na Sauli. Akayapima akasema, hapana, haya mavazi sijazoelea, bali mimi kuna silaha zangu ambazo nimezizoea. Ndipo anachukua mawe matano na kombeo, anaenda kumkabili Goliath. Huyo ni mwanaume. Alafu dogo aliahidiwa kupewa mke. Alivyomuua Sauli, ana roho mbaya. Sauli mbaya sana, akamdhulumu mke. Yaani jamaa ameahidiwa kwamba ukimuua Goliath unapewa kuwa mke wa nani? Kuwa mtoto wa nani? Wa mfalme. Mtoto wa mfalme, unaweza kuwa mtoto wa mfalme. Aliposhinda ile vita, jamaa akageuza maneno, hakumpatia, hakuoa. Akampatia mtihani mwingine, akamwambia hivi, nenda kaniletee govi 200 za Wafilisti. Itakuwa ndo mahali yako. Daudi akasema haina shida. Dogo akaingia. Hivyo unajua kumtaidi mwanaume bila ganzi. Yaani uue wanaume 200 ukate magovi afu ndio upeleke ndo mahali. Haleluya. Kuna wanaume, haleluya. Be a man. Daudi mwamba sio mwamba. Daudi mwamba sio mwamba. Sauli anamwambia niletee govi 200 za Wafilisti dogo. Dogo akaingia. Afu akaisha govi, akamwambia mzee, govi hizi hapa. Yaani unajua mpaka Sauli alikuwa anashangaa kwamba hau dogo hapana. Haleluya. Ile kumwambia kaleta govi 200 ilikuwa ni mtego. Sauli alikuwa anajua dogo atatoboa. Yaani ni nia yake amdhulumu walichomwahidi, si ndio? Akampa mtenda kijua dogo anafanya nini? Atakwama. Lakini dogo anakuja na govi 200. Govi hizi hapa, nipe mke wangu. Huyo ndio mwamba. Ndio maana sometime wewe ambaye unapita wakati mgumu, Mungu anaruhusu watu wasikusaidie ili kwamba uwe mwanaume. Wanaume sio kusaidiwa, wanaume ni kukomaa mwenyewe. Ndio wanaume unainuka. Pale ambapo unawaza kwa sababu saa ambayo hakuna kukusaidia ndio saa ambayo akili yako inafanya kazi to the maximum. Ukitaka ada imetumwa, si nini kwa dada, kwa mjomba, kwa shangazi, akili haifanyi kazi. Pale unapofikia point ambapo huna kumpigia simu, unabaki wewe kama wewe. Hao ndio wanaume. Na ndio maana kuna utofauti wa mtu aliyejisomesha na ambaye amesomeshwa. Kuna mtu ambaye unakuta yuko chuo anajisomesha. Huyo ni mwamba, ni mwanaume huyo. Fikra zenu haziwezi kufanana. Sisi tumesoma na jamaa mmoja form 5 form 6 anajisomesha. Alafu kama tukazema kakikaa hivi kikaangalia hivi, tukipiga naye story anaanza kuwaza, bwana kuna vitabu niliuza, kuna biashara yangu moja nimenunua vipunga. Amfahamu fikra. Lakini wewe unategemea uombe ada kwa wazazi. Malaki unapoona umefikia mahali ambapo hamna kukusaidia, sio saa ya kulia. Hiyo ndio saa ya ku rise up wanaume wako. Haleluya. Usikae kusema mimi sikusomeshwa, mimi sina baba, mimi sina no. Simama kama mwanaume. Kuna saa Mungu anafunga milango watu kukusaidia ili kukufanya wanaume wako uweze kusimama. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Roman 5, mvulana hana uwezo wa kufanya maamuzi, lakini mwanaume ana uwezo wa kufanya maamuzi. Na Roman 6, mvulana hana maono, lakini mwanaume ana maono. Na jambo la 4, namba 4,
unatakiwa ufanye yafuatayo ili uwe mwanaume. Unatakiwa ufanye yafuatayo ili uwe na mwanaume. Ngoja nisubiri kidogo, muda wangu unaona karibia kuisha. Oyo. Bwana Yesu asifiwe. Naomba nimalize hii point, sema niruhusu. Sasa muda ni mfupi. I say. Ngoja nimalize tu hii point niishie hapo. Unatakiwa ufanye yafuatayo ili uwe mwanaume. Uwe na maono, Roman 1. Uwe na maono kwa ajili ya maisha yako ya baadaye. Uwe na maono kwa ajili ya maisha yako ya baadaye. Mwanaume ni mtu mwenye maono. Moja ya point ambayo tutamtofautisha mwanaume na mvulana ni kwenye maono. Mvulana hana maono, lakini mwanaume ana maono. Bwana Yesu asifiwe. Kitakachokufanya uwe na maono, kitakachokufanya uwe mwanaume, kitakachofanya tukubali kwamba huyu ni mwanaume ni maono ulionayo. Una maono na unajua kuyasimamia maono ulionayo. Maono ni nini? Maono ni uwezo wa kuiona kesho yako ukiwa leo. Ni uwezo wa kuiona kesho yako ukiwa leo. Mwanaume mwenye maono anakuwaje? Mwanaume mwenye maono anakuwa na focus ya maisha. Ukiona kuna kijana wa kiume ambaye hana focus ya maisha, maana yake hana maono. Mwanaume mwenye maono anakuwa na focus ya maisha. Tunaposema focus ya maisha, maana yake hata kuwa mtu wa kufanya mambo na kuishia njiani. Mtu mwenye focus hafanyi mambo na kuishia njiani. Lakini pia mtu mwenye focus hafanyi jambo anafanya hili jambo leo anaacha, kesho anafanya hili, anaacha, kesho anafanya hili, anaacha. Tunaposema mtu ana maono, maanake huyu mtu anajitambua kwamba yeye ni nani na alikuja duniani kufanya nini. Ukishajua kwamba mimi ni mwanafunzi, nilikuja kwa ajili ya kusoma, maanake kipaumbele asilimia kubwa utaweka focus kwenye masomo yako. Huyo ndio mwanaume. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia mwanaume mwenye maono atakuwa na nidhamu ya maisha. Mtu mwenye maono au mwanaume mwenye maono, kijana wa kiume mwenye maono atakuwa na nidhamu ya maisha. Mtu mwenye nidhamu ya maisha hawezi kufanya kila kitu, hawezi kwenda kila mahali. Mtu mwenye nidhamu, kuna mahali kwenda sio dhambi, lakini mimi siendi kwa sababu kule mahali si favorable kwa maono yangu. Mtu mwenye maono anakuwa na nidhamu binafsi. Kwa ili tuseme huyu kijana wa kiume ana maono, atakuwa na nidhamu binafsi. Kwa nini ni muhimu mwanaume awe na maono? Pointi nyingine. Kwa nini ni muhimu mwanaume awe na maono? Kwa nini ni muhimu mwanaume awe na maono? Ili uwe na maono lazima ili uwe mwanaume lazima uwe na maono. Kwa nini ni muhimu mwanaume awe na maono? Kwa sababu mwanaume ni kiongozi. Kiongozi maana yake ni lazima ajue uelekeo. Mwanaume ndio kiongozi wa familia, kiongozi kwenye jamii, na kama kwenye familia mwanaume ndio kiongozi, maana yake huyu mwanaume ndio mbeba maono ya familia. Yeye ndio anayejua familia inaenda wapi. Unapoona mwanaume hana maono, maana yake anakuwa hana uelekeo, ajui familia inaenda wapi. Ndio hicho kitu nakuta mwanamke anaanza kuhangaika. Mama anaanza kuwa fighter, baba hana maono. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na mwanamke ni msaidizi. Hawezi kuwa msaidizi kwa mwanaume asiye na maono. Kama mwanamke ni msaidizi, hawezi kuwa msaidizi kwa mwanaume ambaye hana maono. Biblia inasema Mungu alianza kumuumba kwanza Adam. Alipomuumba Adam akampatia majukumu. Na huyu mwanamke baada ya kumpatia majukumu, Mungu amempatia Adam majukumu. Baadaye Mungu akaona si vema Adam awe pekee yake, akamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Manake huyu mwanamke anaenda kwa Adam kusaidia maono ambayo Adam amepewa na Mungu. Kama una maono, maana yake mwanamke anakosa cha kusaidia. Kwa hiyo cha kwanza inabidi wewe kama mwanaume uwe na maono. Mwanamke anapokuja kwako, anakuja kusaidia maono yale ulionayo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mwanamke mwenye akili
hatishwi na sura yako, hatishwi na muonekano wako, hatishwi na mali yako, bali atatishwa na kushawishiwa na mwanaume mwenye maono. Maana najua kabisa mimi ni helper. Mwanamke ambaye yuko smart, cha kwanza atahitaji kujua maono ulionayo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na ndio maana kuna wakati mwingine kuna vitu vingine huhitaji hata kumuomba Mungu. Unaangalia tu jinsi udada kwa mwanamke anakuja kwako mwenye akili, anaangalia maono ulionayo, anaona yes, ni favorable, ana match. Iko hivi. Mungu anasema, Biblia inasema Mungu akamfanyia Adam mwanamke wa kufanana naye. Roho Mtakatifu ameniambia kitu cha ajabu sana. Wa kufanana naye maana yake wa kufanana naye kimaono. Bwana Yesu asifiwe. Halo? Mmenielewa? Maana huyu Mungu alimuumba Adam akampatia maono. Alafu baadaye akaona si vema awe peke yake, akamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Maana yake yule msaidizi ambaye anafanana na maono alionayo Adam. Haleluya. 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 Na ndio maana ukishaelewa hili, kupata mke sahihi haitakusumbua. Cha kwanza, mimi nina maono, nimejidefine mimi ni nani. Kama ni mke wako, kama ni mwanamke wako, utaona mnaanza kuna chemistry fulani, mnaanza kumatch kwenye maono. Mimi niliwahi kupata dada akaniambia hivi, Montana una sifa zote kabisa, lakini kitu kimoja tu, achana na masuala ya kuhubiri. Mpaka hapo nikaona hamna mke hapa. Haleluya. Mimi na mahubiri ni inseparable. Yaani mimi na mahubiri ni inseparable. Yaani mahubiri ndio mimi ndio mahubiri. Nimezaliwa kuwa hivyo. This is my vision. Kwa hiyo kama pale mtu aliyekuja kwangu lazima amatch wa kufanana na mimi, manake atamatch na maono yangu. Haleluya. That's why nilipompata mke wangu, yaani kilichonifanya nisisumbuke, nikawa na uhakika this is the right person, ni baada ya kuona ameyaelewa maono yangu, ame-accept maono yangu. Akisikia naenda kuhubiri anafurahia. Nikimwambia sipatikani nipo kwenye maombi anafurahia. Tunakaa tunadiscuss kuhusu huduma, anaelewa. Haleluya. Kwa hiyo unakuta pale pana chemistry fulani. This is the right person. Mpaka kutupa kwenye mahusiano ananiambia hivi, tuombe kama ni mapenzi ya Mungu yatimie. Nikamwambia sikia, mimi siombi hilo ombi. Ninajua you are my wife. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka juzi tupo kwenye maombi ya mfungo. Nikiambia tunafunga, tunaomba, tunafunga. Tunaomba namna hii. Akanambia tulikuwa tunaomba kwenye simu, ananipigia simu mwangu, anatetemeka, nimesikia sauti ya Mungu. Nimesikia sauti ya Mungu. Amesema kuhusu huduma. Hivi unaelewa mtu wa Mungu? Haleluya. Haleluya. Kuna kijana mmoja alikuwa ni mpiga kinanda. Mwanamke wake anamwambia hivi, alikuwa ana mahusiano na dada mmoja. Dada yule anamchallenge, anamwambia, ulishaye kuona nani amefanikiwa kwa kupiga kinanda? Yaani mpaka kama umeona huyu mtu ameshi na maono. Bwana Yesu asifiwe. Yaani cha kwanza lazima mwanamke ajue mimi ni mhubiri, mimi ni mtumishi wa Mungu, na aelewe anaenda kuolewa na mtumishi wa Mungu. Accept. Unaona kuna chemistry fulani. Mwanamke anakuja kwako kutimiza, kukusaidia wewe utimilize maono ulionayo. Kwa sababu maono yanatafsiri kusudi la Mungu. Haleluya. 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 Ukiona mwanamke akuelewi, usisumbuke. Yaani unatumia nguvu kujieleza, usisumbuke. Unatumia nguvu kumueleza kuhusu maono yako, usisumbuke. Haleluya. Mimi mtongo aliniambia hivi, jambo lako limefika, linafanywa kazi, utajibiwa. 3 days nikajibiwa. Mnakumbuka habari za Bikira Mariamu wakati amebeba mimba, ameenda kwa Elizabeth. Elizabeth walipokutana tu, Biblia inasema Elizabeth kitoto kichake kikaruka tumboni kikashtuka. Alafu pale pale Elizabeth akaanza kutabiri. Kwa nini Elizabeth alishtuka? Maana kile ambacho anacho Mariamu kilikuwa kina uhusiano na kile ambacho anacho Elizabeth. Na ndio maana mtu ambaye ni destiny helper, hutatumia nguvu kumuelezea juu ya maono ulionayo. Ukiona mtu anatumia nguvu kumuelezea juu ya maono yako, huyo sio destiny helper. Kuna watu utapata mke, utaoa sawa, lakini sio supportive kwenye maono ulionayo. Mimi nimekuja hapa kwa ajili ya kusudi maalum duniani. Natakiwa nipate mtu kunisaidia kwenye kusudi. Moja, define your purpose. Uwe na maono. Alafu upate mtu ambaye atamechi na maono yako. Mwanamke anakuja kwako kutimiza maono. Biblia inasema, Mungu akasema si vema Adam awe
peke yake. Kuna wanaume ni vema wawe peke yao kwa sababu hawana maono. Huna shughuli, una miradi mingapi wewe? Una nini cha kusaidiwa? Haleluya! Huna mradi wowote, upo kwa wazazi, unakunywa uji na mikate kwa wazazi. Maanake wewe ni vema uwe peke yako. Ukishakuwa na maproject, una maono, una vision, una mikakati imepangwa hivi, basi wewe si vema uwe peke yako. Unahitaji mtu ambaye aje msapotiane kwenye yale maono. Hata kwenye maombi unapomwambia Mungu, Mungu ninaomba mke, omba kipumbavu, usiombe. Mungu anambia hivi, Mungu nipatie mtu ambaye atanisaidia kutimiza kusudi uliloniitia duniani. Hiyo ndio fact. Umeniumba kwa kusudi. Ninaomba mtu wa kunisaidia kutimiliza kusudi. Naona Biblia inasema leteni maneno yenu, leteni hoja zenye nguvu. Sasa sikia maombi ya watu kuombea ndoa. Upate mtu gani? Kwa nini Mungu akupatie mke? Yaani unaposema hoja zenye nguvu, Mungu ninaomba mke, kwa nini akupatie mke? Na Mungu akikuangalia utoshi, kwa sababu sio mwanaume, ni mvulana bado. Lakini akupatia kwa ajili ya nini? Mwambie kwa ajili ya kusudi ambalo umenipa. Mungu anakuletea helper. Haleluya. Haleluya. Na ndio maana kwa watu ambao wakisha yaelewa maono walionayo, baada ya kuoa na unashangaa mambo yao yanaenda vizuri. Kwa nini? Wamepata right person. Wamepata mtu wa kuwasaidia kwenye maono walionayo. Haleluya. Mimi nakumbuka nilithibitisha moyoni mwangu, mimi sikusikia sauti ya Mungu. Na achini ujanja useme eti sauti ya Bwana. Bwana kaniambia. Hiyo kuna watu wanaswaga bado Bwana ameniambia. Umeonyeshwa. Mimi kama aliniuliza kwa hiyo umeonyeshwa, kama mimi sijaonyeshwa Bwana, nimekupenda. Na nikacheki nikaona huyu mtu ni supportive kwenye maono yangu. Alafu alikuja kuonyeshwa mtu mwingine, anakuja kuniambia maono ambayo Mungu amemuonyesha, akiprove kwamba umepata mke. Mimi ni akili yangu tu, ni Roho Mtakatifu ndani yangu na mawazo yangu, nikacheka nikasema hapo huyu ndo wife. Bwana Yesu asifiwe. Usichukue tu. Kwanza jua maono ulionayo, uwe na maono. You must have a vision. Unaelekea wapi? Unaiona kesho yako? Una mipango gani? Unatamani kufanya kitu gani? Lazima uwe hivyo. Haleluya. Na kama utakuwa una maono, tutaona ukijizuia, tutakuona ukiishi kwa discipline, na ukipata mtu sahihi ataelewa. Unajua ukipata mtu sahihi, utashangaa maisha yako sasa hayaeleweki, lakini bado ana imani na vision ulionayo. Yaani huna hela, lakini akikucheki kwenye maono yako, mwanamke ana ujasiri kwamba hapa kesho tuna hela hapa. Tuna hela hapa, na anasimama na wewe. That is the right person. Lakini asiye right person anaangalia vitu vinavyoonekana kwa macho. Mtu sahihi aamini ndoto ulionayo, aamini maono ulionayo. Na watu wenye maono tunaoona leo wakipambana. Mimi namheshimu mtu ambaye hana kitu lakini anafanya moja mbili tatu. Unamuona anapambana, anahangaika na hili. Tunasema huyu, kuna kitu kutabiri kwenye maisha yako, sihitaji niwe nabii. Nitaangalia tu kiamka asubuhi, jinsi unavyofanya kazi zako, nitaangalia mipango yako, nitakuuliza kuhusu maono yako, nikicheki nasema wewe baada ya miaka 5 utakuwa mtu mkubwa. Lakini nikicheki jinsi unavyo ratiba zako, kutoka ukiamka mambo yako, nasema hapa hamna kitu hapa. Hutakuwa lolote. Sasa mtu mwenye maono utamuona kwenye mipango yake, mikakati yake, lifestyle yake. Sasa mwanamke mwenye akili akija kwako akikuona vile, anaiamini ndoto uliona. Hata kama leo una hela, lakini kesho anaiona kesho iliyo kubwa. Naomba tusimame.